akaniambia nikae kwa kiti, nikakaa. Akaniambia sasa ngoja nikuje nikuelezee kazi ni gani tutafanya. Okay. Sasa umeacha watoto peke yao? Watoto wako peke yao kwa nyumba. Mimi nikangoja huyo mzee akaingia ndani kwa huko kwa bedroom. Akatoka na chupa kubwa ya Vaseline, mafuta ya Vaseline. Jamaa akateremsha longi. Anaenda wapi? Akateremsha suruali. Kaanza akaniambia sasa nataka unishike mashini. Gurume. Utashika? Kwa kweli ilikuwa ni ngumu, nikawa nakataa. Nikaona hapana, nikawa nakataa. Jamaa alinifanyia vituko. Baadaye sasa banya aliendelea kama aliendelea mpaka akamaliza shida yake na nguvu. Baada ya hapo Ndakugeithia we mwega muthikiriria wakwa na mwiroreri wakwa, subscriber wakwa ona we ta subscribe ite na nebirораgira. Ndakugeithia muno muthenya wa umuthi. Maritwa makwa njitagwo Simon K. Witikire ngunyitio geni muthenya wa umuthi. We kuria guothe uri karibu sana. Inyuĩ mwi Kenya na diaspora nyinyi wote mko karibu. Na ni thank you ni subscribe na we ta subscribe ite ni ngwihoyaga na gitio witikire gu subscribe. Muthenya wa umuthi ndina rugano ndina ruo kwenda turuthikiririe ugo ndukehere hau. Na itanagithie muno ri ni gukwenderia broti ndina cio kuma kwa kambuni ya Tayari Lands and Housing na ndina broti maita meri itangenda cikuhituke. Ndina mugunda ndirakwenderia ciringi 99 broti cia 50 by 100 ci kuria Kithioko, handu twitaga Kithioko, just few minutes from Kithioko at 99,000 Kenya shillings, na ni mugunda wi handu hega muno. By the way, broti ici kuringana uria director atwendeirie ri ni ndonire atwenderia raithi muno tondu migunda hau ina goro andu aitu na ni kundu gukurite. Alafu kundu kuria he mutumia aranjuririe uhoro wa barabara cia kundu kuria bara ni njega kurite kana gutaurite, barabara ziko sawa na ni kundu gwakitwo thitima, mathukuru, kwina indo ciothe ciekuo. Na wakenda ku invest na kambuni ino ngwiraga ni ndutite wira nayo kwa kahinda ka miaka 5 riu. Uguo ndukanaigwe wina nganja ni undu wa title kana ni undu wa migunda haria turendia tukwendagiria migunda handu hega muno. Taru mugunda wi handu hega muno. Ciringi 99 na ugikenda kuriha na thiri, ungenda kuriha na installment no urihe na thiri, wigirire deposit ya 50,000, balance urihe na mieri 6. Kuriha na installment ni kuga ni hakuongerereka o ka interest kanini tu. Uguo wariha na installment cio ka 120, wigirire deposit ya 50, balance urihe na mieri 6. Broti cio ngirenda gukwenderia ni ici ndiragutangathire cia haha Isinya phase 2. Ndakwenderie phase 1 na igithira na ihenya muno. Na Isinya gukurite Isinya gukurite kuria broti cirendagio 100 ria kindu. Riu ni kuo guku twina kuo na broti ici nacio icio turakwenderia ciringi 450 na ni handu hega muno kundu gwakitwo wega 450,000 Kenya shillings. Na Isinya no hakuhi kuma Nairobi tondu na ndigwiciria ni ukunina ithaa gukinya Isinya. 450 cash na installment ni 500. Ukaigira deposit ya ciringi 100, balance ukariha na mieri 6. Ni undu wohoro makiria hura namba eno ya thimu 0715 99 99 09 0715 99 99 09 kana no gicere office-ini cia Tayari Lands and Housing na cio cikoragwo kuria Thika building twitaga Emco Plaza building. Ungithie ku third floor room 302 ni ukumakora ku. Undu cio ngiguririkania wewe muciari we hau na no wende mwana waku, mwana wa muiritu kana wa mwanake akorwo agitu join nigetha tukorwo tukimutrain uhoro wigie film making kana video shooting and video editing, photography, DJing, maundu macio mothe twina mo guku na no tukorwo tukimutrain. Agenda certificate ni aguthie for 1 year na agenda kugia na skills icio. Ni kuri andu angi maugaga atiriri mimi nataka tu kupata hizo skills, we still have that. No to train wega muno na certificate ile turamuhe ni certificate genuine, certificate registered. Kindu agenda ginya guthi na mbere kwa advance mathomo macio make, no advance mathomo macio make. So no keguku tukorwo tugimutrain maundu macio mothe na agikorwo hihi no ukorwo wina mwana waku hihi no wende akorwo akijoin ginya next year, twaririe tene
tondu ringi slot iria twina cio ti nyingi muno tutienda gukorwo ati tukirehe andu aingi andu tondu rekei ndimwire undu uria tugaga kana undu uria njugaga guku na ni ndangathete uguo haha ringi nie fata wakwa ti kurehe andu ati moke maihule haha no ni kuona ati mwana ucio ni oka guku ni twamuhe the best ati akiuma haria na murango uria agithie ndarathi handu hangi ati guthi gwetherera ati kothi ati angambe athie nyingi ambe afundithio mweri umwe nigetha ahote gwika undu ucio perfectly. We perfect him or her here akiuma haha ni mundu ngithie wira andikwo handu ni mundu ngithie ambiririo ndu wake na ni nguraga maundu maya mena opportunities nyingi muno video shooting it has a lot of opportunities so long as mwana waku ni okania train haha no ahota kumurira camera he is good to go or she is good to go no akorwo agika maundu maingi muno na maundu manene muno no eke content no akorwo music director music editor movies fields maundu macio mothe yani it has a lot of na thiko ici by the way aciari demo advice undu mwe ndirahura kothi iria twekaga tene kana aciari tumekaga tene no gutingitwika ati ringi muciari waku wewe kirianga business manager kendiga kugweta kothi icio no it is time now we advance anything to do with art right now it is not a miss ona korwo ndaguka guku hindi ria mwana waku arenda guthi gwika undu maundu megi art maundu maya ndiramwira riu maundu megi IT it is not a miss not a miss ndugetekere nyingi mwana waku athie college kana university athie ke kothi ya miaka na ati tondu no wiguaga ni njega na ndari undu agateithika nayo munengere kindu aguthie kindu kina creativity kindu aguthieke ati onake we mwenyewe ona angega kwandikwo wira handu ri era chance ya guthie kwambiririo ndu ucio uguo mungenda gutu join no mutuhure na namba eno ya thimu 0724 333313 0724 for more information call that number. Karibuni sana leo tuthikirie kwa ndo muthenya wa umuthi. Karibuni sana na muthenya wa umuthi ndina niko na jamaa amenitembelea hapa kwa studio na anataka kushare story yake na sisi. Mkaitu hapo tumsikize vizuri. Na no nyende kugati maundu maria maragithie kwario haha kila kitu yenye ataongea kwa hii story. Hizo sio views zangu kana ti murugamo wakwa ni murugamo wake we mwene kiumbe na ti murugamo wa platform ino. Karibuni sana. Karibu sana my guest. Ndio. Nataka ukaribia mic na at least sauti yake hapo sasa uko sawa? Sawa. Kamera yako ni hii. Utakuwa utasalimia watu wajue majina zako. Ndio. Majina yako then tuendelee kutoka hapo. Kwa majina mimi naitwa Eric Mwenda Mugo. Eric Mwenda Mugo. Nimezaliwa pande za Maua. Kwa Meru. Pande kunaitwa Athiru Ruine. Athiru Ruine. Na nilizaliwa huko, nilikuwa na wazazi wangu. Baba na mama yangu. Baba yangu alikuwa ni fundi seremala. Alikuwa anatengeneza viti vitanda. Na mama yangu alikuwa anafanya kazi sokoni, kazi ya kuuza viazi. Na sasa mimi nilikuwa nasoma Maua Primary. Nikiwa darasa la 4 class 4. Babangu aligonjeka ugonjwa wa maini. Maini ilivimba. Ikavimba mpaka akaenda kufanywa operation. Vile alienda kufanywa operation akawa amefariki. Pole. Na nikawa nimeachwa kwa mikono ya mama. Wakati niliachwa kwa mikono ya mama, kusema kweli mamangu alikuwa ni mtu anapenda kutumia chang'aa. Sasa hata masomo yangu yalikuwa yameanza kuingia shida sababu wakati mwingine hata kulipa school fees ikawa shida. Na mama yangu ikafika mahali mpaka sasa akaacha hata kuuza zile viazi, ikawa kazi yake ni kuenda kulewa huko. Akienda saa zingine hata harudi. Akienda saa zingine tunaambiwa tu mama yenu alilala kwa mtaro mahali fulani. Tunaenda kumwangalia. Sasa mimi nilikuwa na mdogo wangu, ndugu yangu mdogo. Na mama yangu akashindwa kabisa hata kunisimamia kwa masomo. Hata nyumba yenye tulikuwa tumerenti akashindwa kulipa. Tulikuwa tumefungiwa nyumba. Mimi nikaamua kuenda town. Town wapi? Meru. Town sasa hapo Maua. Si Meru ni town nyingine. Sasa Maua. Kaya nimeenda hapo Maua. Sasa nikaanza kushikana na wale vijana wa mtaani. Hao vijana walikuwa huko town huko. Siku ya kwanza kulikuwa changamoto sana. Kulikuwa na shida sana. Maana
ukiwa mgeni wanakukaribisha na vita. Saizi ulikuwa like how? Sasa nilikuwa na miaka kama 9. Walinipokea kwa kipigo, nilipigwa sana hiyo siku, hata sikuweza kutembea. Nikawa nimepigwa mpaka nikaenda kulala. Mpaka nikalala yani kwa kiwanja. Sasa ndio nikawa nimevunjwa mpaka meno. Okay. Sasa mimi nikaendelea hivyo. Saa zingine yani kazi yenye ilikuwa huko town sana ni kuvuta gamu, kuokota scrap, na hata saa zingine kuokota chakula kwa pipa yenye watu wanatupa kwa mahoteli. Hiyo ndio ilikuwa kazi. Nikakaa hivyo mpaka nikafikisha miaka 12. Nikapatana na mzee mmoja hivi, alikuwa anatafuta kijana wa kuchunga mambuzi na kulisha tu ng'ombe. Alikuwa na ng'ombe 2 na mbuzi. Akaniuliza kama naweza kubali kuenda kuishi naye huko Nairobi, hapo Kariobangi. Mimi nikakubali. Akaniambia atakuwa ananilipa shilingi 3,000 na atakuwa ananinunulia nguo na hata chakula na hata pahali ya kulala, nitakuwa naishi naye hapo. Okay. Tukawa tumekuja na yeye. Vile tulikuja Nairobi, kweli siku za kwanza alikuwa mtu mzuri sana kwangu. Vile tuliendelea kukaa, baada ya mwezi moja hivi, hata ile pesa alikuwa ameniambia kunipea. Alafu hata chakula ikakuwa shida kunipea. Saa zingine ananiambia, wewe pengine ujue vile utafanya urudi kwenu. Kwa sababu hata kazi zako zenye unafanya hapa hivi yani hata ueleweki ni kazi gani unafanya. Mbuzi zangu zinakonda tangu ukuje hapa. Nilikaa kwa kweli nikashindwa kuvumilia sasa hata pale, kwa sababu ya maneno ya ule mtu. Hata chakula akikupea na kuambia chukua chakula ukule kajaze choo. Allah. Alikuwa Mkikuyu. Bia heri ishio oko heri kioro. Sasa nikawa nafikiria mtu vile ananiambia hivi, afadhali tu niende tu kwa town. Nijaribu hata huku Nairobi pengine kunaweza kukua kuzuri kushinda huko kwetu Maua. Hata pengine juu huku kuna magereji mingi, pengine nitapata scrap mingi, niendelee tu hivyo kulala town. Kwa kweli nilingangana, nikatoka hapo nikangangana tu kuokota scrap. Maisha ndio ikawa ngumu kabisa sasa, hata kuliko huko kwetu huko Maua. Nilikaa naenda kutafuta scrap. Unajua sasa ni wengi wanaokota hizo scrap, hata kupata ile kilo moja ikakuwa unatembea mpaka na njaa sasa inanishika, hakuna chakula. Naokota chakula kwa vipana, ikatakata ugali unapata imekaa mpaka imetani green. Naokota unakata hivi na kamiti na kwa ndio hiyo siku imepita. Nilingangana hapo, nilikaa kama miaka 2 hapo. Nikakuwa niko na miaka 14. Nikaambiwa kuna lake huko Naivasha. Lake? Nikaambiwa kuna lake huko Naivasha na watu wanaendaga huko, wanatega na ndoano, wanasaidika, wanapata pesa huko, kuna pesa sana. Alafu kuna pia makampuni za maua. Sasa mimi vile nilisikia hivyo, nikajua pengine mtu anatoka, unaenda tu hapa unaajiriwa kama vile nilikuwa nimeajiriwa kazi ya kuchunga mambuzi. Okay. Nikafikiri hata huko kwa Maua ni hivyo tu, anaenda wanakuchukua, unafanya kazi, unasaidika. Okay. Nilingangana, nikaenda nikabebea watu mizigo. Nilipewa kazi, hata ilikuwa ni bahati. Nilienda tu hapo super, nikasimama, mtu akakuja akaniambia nisaidie kubeba ka box, nisaidie kubeba aka kamzigo. Nikafanya hivyo, nikapata shilingi 200. Nikapanda gari, nikaenda Naivasha. Sijui naenda kwa nani. Ninaenda tu, yani naenda tu ili mradi niende siku ipite. Nikaenda, nikafika Naivasha. Vile nilifika Naivasha, sababu sijui Naivasha vizuri. Mimi nilienda tu nikakaa hapo kwa soko, kwa market. Nikakaa hapo, sasa nilikaa tu juu sina pa kwenda. Mama mwingine akaniuliza, alinisalimia, "We mwega?" "Mede mwega." "Umete ku?"
kuonete tha nyingi muno ikarite haha umite ku ai nikamwambia mimi nimetokea Meru na nilipitia, nikamuelezea vile nilipitia huko Nairobi, vile nimefika Naivasha. Kwa kweli alinihurumia, kaniambia yeye ana uwezo mkubwa wa kunisaidia, lakini anaweza nisaidia tu kitu ya kukula. Okay. Alikuwa anauza tu mandizi hapo na waru na tu vitunguu. Akanitolea kabisa ndizi kama 4. Kaniambia ndio ukule hizi. Akaita wamama wengine hapo. Sasa vile walikuja wengi, walikuja tu kusikiliza vile nimepitia. Wananihurumia tu, lakini sasa ile usaidizi sana waniambia pengine niende nitafute chief. Sasa mimi hata sijui chief. Tafute chief. Nitafute chief pengine nikimuelezea kuna vile naweza saidika. Okay. Sasa mimi sijui chief. Na hakuna mtu mwenye najua huko. Nikakubali. Sasa nilishika tu barabara, nikakuta nikienda tu hivyo. Nilijipata nimefika mahali kunaitwa Kamere. Kufika Kamere, nikaona huko kweli, niliona lake. Nikaenda huko, nikapata watu wanauza samaki hivyo. Sasa unajua nikaenda kufanya kuduru. Naita kuduru. Kuduru yani kipata kama mtu anakula kitu, unamuomba akusaidie. Sasa tulikuwa tunaita kuduru. Nikaenda kuduru, wengine wanipea, unapata mtu hata amekula ugali na samaki amebakisha. Ikawa ndio chakula yangu ya hiyo siku. Sasa kuna mwingine unapata anakupea shilingi 10, 20. Nikasema hii pesa ninainua ndoano. Ununue ndoano. Nikanunua ndoano na kamba ya 30. Nikaenda nikachimba minyongoro. Sasa wakati nimeenda huko ziwani, juu sijui ni wapi samaki inategwa, nikaenda tu nikitembea huko ziwani huko, nikapata vijana tu kama mimi. Sasa walikuwa vijana rika yangu, wanavua samaki, wanazungusha hiyo ndoano, wanarusha, wanashika samaki. Sasa mimi sababu ni siku ya kwanza, nikawa naongea tu nao hivyo, nawaelezea mimi ni mgeni huku na nimekuja kujifunza, sababu hakuna haja nikae bure, nimekuja kazi. Kwa kweli nilijaribu hiyo siku, sikupata kitu. Sasa nikawa nimeshikana na mmoja, unajua sasa vile tunaongea tunajuana. Tulikuwa tumeshikana na mmoja hapo, alikuwa ameshika samaki kidogo, alikuwa anaishi karakta. Akaniambia vile nimekuona na ujui kutega samaki, na leo hali kukuwa mzuri, tuende huko kwenye mimi naishi, lale, kesho tutaamkia, tutaona vile siku itakuwa. Alikuwa amepanga kanyumba, alikuwa amekomboa nyumba ya matope hivi, alikuwa analipanga 200. Tukashikana na yeye. Tukawa tunaenda huko tunatega hivyo, mimi nikipata kidogo, yeye akipata, juu yeye ni mzoefu, ananisaidia, tunasaidiana hivyo. Sasa akakuwa rafiki yangu, akakuwa kama ndugu. Tukaendelea kukaa na yeye pale. Tulikaa kabisa kama miaka 3. Miaka 3. Na huyo kijana. Lakini sasa hivi alikufa huyo kijana. Aligonjekanga, alienda na pikipiki, alikuwa ameanza kubeba makaa, akagongwa na trailer akiwa ametoka kuendea makaa Narok, akakufa. What? Na alizikwa Olkarau, alikuwa ni Olkarau, lakini Naivasha alikuwa anaishi tu. Sasa unaona sasa hiyo nimeshaanza kukua, nimekuwa mkubwa sasa. Nimekuwa mwenyeji na nimekuwa mkubwa. Sasa hiyo niko na miaka kama 18. Sasa si unajua mtu kisha kuwa umeanza kubale, umeanza kujua mambo mengine, umeanza kujua mambo mingi. Sasa ikabidi na mimi nikachukua nyumba yangu, ni ya kulipa 200, nyumba ya matope. Na kazi ni hiyo, unaenda saa zingine vibarua za mjengo, vibarua saa zingine unaenda vibarua za huko, unaenda huko kwa samaki. Ukikosa samaki kuna ile ya kuchambua neti. Sasa nikawa nimefanya hivyo, nikafikisha miaka, sasa nikakaa kabisa, nikafikisha kama miaka
20 na Ndio ulifikisha. miaka 20 na kitu. Nikawa nimepata msichana. Umepata msichana, umeoa. Sasa nikapata msichana rafiki sasa. Okay. Tukaendelea na yeye urafiki. Mwisho akabeba mimba. Kabeba mimba na nilikuwa nafanya tu hizo kazi za samaki. Kabeba mimba, tukaishi na yeye. Tukapata mtoto. Msichana. Okay. Sasa hivi ako na miaka kama 12. Okay, ni msichana mkubwa. Ni mkubwa sasa hivi. Okay. Na hatukuishia hapo. Tulipata watoto kama 4. Ana ule mdogo sasa hivi ako na miaka 5. Okay. Sasa kazi ikaanza kukosa. Huko ziwani maji kakuwa mingi. Samaki hakuna. Hata wale wa kuchambua neti huku kando ya ziwa. Ile hizo neti za wanateka na boat. Sasa waga wakitoka huko asubuhi wanachambua. Sasa juu maji imekuwa mingi, samaki hakuna, hata nyavu za kuchambua hakuna. Kazi kakuwa ngumu. Okay. Vibarua ukienda wanapeana kazi kwa kujuana. Unapata mtu anataka ufanye hapo kazi ndio jioni uende umnunulie chang'aa. Sasa kama wewe una mzoefu ambaye ni fundi haupati kazi. Kazi kakuwa ngumu. Sasa tukawa tunaanza kugombana kwa nyumba. Najua saa zingine unatoka unarudi mikono tupu. Ukiwa na bibi. Na niko na bibi na watoto. Watoto ikafikia mahali wakaanza mpaka hata kulala njaa. Akasema sasa wewe mimi naona siwezi nikaishi na wewe kwa hali. Naona kama maisha imenishinda ya kukaa na wewe, mambo ya kulala njaa hata kwetu sijaua. Na kwetu kuna kila kitu, sio eti nilikuwa nimekosa ndio nikuje kukaa na wewe. Nikajaribu kumuongelesha, kumweka sawa. Unakuta saa zingine anaelewa, lakini ukitoka ukirudi tena inakuwa ni kama umeguza kidonda. Anakuwa mkali. Siku moja mimi nilienda kutafuta kazi hivyo. Nikarudi, nikapata hayuko kwa nyumba. Amebeba tu nguo zake na watoto wamefungiwa hapo nje. Wako hapo nje. Na yeye ameenda. Na mimi sikukuwa hata na simu. Na pia yeye hakukuwa na simu. Alitoka tu akaenda akaacha watoto. Sasa vile nilirudi, nilivunja mlango. Nikavunja mlango. Nikaingia, kulikuwa na kaunga kidogo, nikakorogea watoto uji. So watoto wako wapi? Wameachwa tu huko ndani? Hapana, watoto walikuwa nje hiyo masaa. Walikuwa hapo nje kwa mlango, lakini nyumba imefungwa na kufuli. Sasa vile nilivunja nikawakorogea uji, watoto wakakuwa sawa. Sasa ni kesho yake niamke kuenda kutafuta kibarua. Kwa kweli nilipatana na mzee mmoja. So sasa hizo uko na watoto wangapi? Sasa hiyo nilikuwa na watoto 4. So mshakaa kabisa? Tulikuwa tumekaa kabisa mpaka mimi nimekuwa mkubwa, hata watoto wamekuwa wakubwa. Na sasa ndio ifikia point ya kukwambia ameenda, kwani mlikuwa mmesumbuana aje? Shida kubwa ilikuwa ni pesa. Unajua wakati nilikuwa naenda huko ziwani, napata tu pesa, tulikuwa tunakaa tu vizuri. Juu hata kulipa nyumba nilikuwa nalipa, juu nyumba iliongezeka ikafika 500. Nilikuwa na uwezo wa kulipa. Na vile sasa kazi ilikosa, sasa hata mwenye nyumba anadai pesa, na yeye anataka chakula, na mimi sina kazi. Na kila nikijaribu unapata, nikienda kwa mafundi wa mijengo, wananiambia hakuna kazi, tumetoshea. Kila mahali nikienda tumetoshea. Unajua sasa wanaangalia, wengine wanapeana kwa sababu ya kujuana. Kwa sababu ni walevi wote, anajua nikimpea huyu kazi jioni atanipea 100 ya kukunywa chang'aa. Na huyu hatakubali kunipea 100, tulikuwa wanalipa 450. Mtu wa mkono wanalipa 450. Sasa unaona mimi niko na watoto, nikipea mtu 100 nitaenda kwa nyumba na 350 sijakula, sijalipa nyumba, watoto bado.
Okay. Sasa ikawa ngumu. Mimi hata saa zingine nikakosa kazi kabisa sababu ya hiyo kukataa kuwapea hiyo 100. Sasa mimi nimeamka sasa hiyo siku kesho yake. Niende kutafuta kazi. Okay. Nikapita kwa boma moja, ilikuwa boma nzuri tu. Nikaingia huko ndani nikapata kuna mzee hapo nje alikuwa amekaa na kiti. Okay. Alikuwa kwa kiti hizi za plastic tu amekaa hapo nje. Umeingia aje kwake ama? Nilibisha kuuliza kazi yoyote. Nilibisha kuuliza kazi. Okay. Sasa nikaingia. Ile niliingia nikampata hapo, nikamsalimia. Akasema yako sawa, na nikauliza kama anaweza kuwa na kazi yote. Ile aliniangalia akasema kazi iko, hata nilikuwa nangojea masaa ifike niende nitafute kijana akuja afanye kazi hapa. Okay. Kuja tuingie ndani. Mimi nikaingia. Okay. Sababu nimesikia kazi. Na sasa hiyo kwa nyumba nimeacha kama ule mtoto mdogo, ni kama alikuwa ni mgonjwa, yani alikuwa asikii vizuri. Sasa hizo nikaa bibi ameenda, umekaa how long ukiwa peke yako? Tangu aende sasa nilikuwa kama na wiki moja sasa. Bro. Ilikuwa kama wiki. Tangu aende sasa nikungangana tu peke yangu. Unajua wakati akiwa ilikuwa vizuri sababu alikuwa ananikalia na watoto na mimi napambana kama mwanaume ili tupate chakula. Okay. Sasa nikawa nimeingia ndani na huyo mzee kwa nyumba. Kaniambia kaa hapo kwa kiti. Kwa kweli nyumba yake ilikuwa kubwa. Tena ilikuwa nzuri, ilikuwa na kila kitu. Amejenga. Ilikuwa boma. Sasa hata sikuelewa kama alikuwa amerent ama alikuwa amejenga. Sababu mimi haja yangu ilikuwa ni kazi. Okay. Nikaingia. Akaniambia nikae kwa kiti, nikakaa. Akaniambia sasa ngoja nikuje nikuelezee kazi ni gani tutafanya. Okay. Sasa umeacha watoto peke yao? Watoto wako peke yao kwa nyumba. Mimi nikangoja huyo mzee akaingia ndani kwa huko kwa bedroom. Akatoka na chupa kubwa ya Vaseline, mafuta ya Vaseline. Akakuja nayo akawekelea hapo kwa meza. Akachukua wallet kwa mfuko. Akatoa 1500 akawekelea hapo kwa meza. Akaniambia hii pesa yenye iko hapa ni yako. Kazi yenye unaenda kufanya si kazi mingi, ni kazi kidogo sana. Na hii pesa itakuwa ya kwako. 1500. 1500. Akaniambia hii pesa itakuwa ni yako. Nikaona 1500 ndio hii hapa. Nimesumbuka, sijapata pesa, nadaiwa nyumba miezi 2. Lakini Vaseline sijajua ni ya nini. Sijajua ni kazi gani. Sasa nikafikiri labda pengine anataka anitume nipeleke hiyo Vaseline pali. Sikujua ni ya kazi gani. Nikitajo hainanga sifa mzuri. Sasa ndio hivyo, sikuwa najua ni ya kazi gani. Ilikuwa sasa akaniambia kazi ni rahisi sana. Akaniambia kwanza sogea ukae hapa karibu na mimi. Mwanaume hapa. Nisogee nikae karibu na yeye. Sasa nikajua pengine anataka kunielezea sasa mali nitapeleka hiyo mafuta ama bro to bro. Nikasogea. Okay. Tukakaa. Vile nilikaa akaniambia lakini wewe umetoka wapi? Nikamwambia mimi nimetoka tu mahali fulani, nikamuelezea tu mahali nimerenti sasa mahali nimetoka. Akaniambia akaanza kunishika usoni. Akaanza kunipapasa usoni. Ananiambia kupaka Vaseline kwa uso. Ananiambia na uko na ngozi smooth. Ala. Uko smart. Uko smart ananishika shika. Kawa ananishika shika. Dhamira zikaniambia huyu mtu hapana, kuna vile anafikiria. Okay. Tena nikasema na hii pesa ndio hii ni pesa huko nimesumbuka kama wiki mzima hapa sipati kazi. Nikasema liwalo naliwe, chochote kile kitakachofanyika bora kifanyike, mimi bora nipate hiyo pesa. Niende nilipe nyumba. Na
watoto wasishinde njaa, sababu walikuwa nakaa njaa mpaka naona kama watakufa. Kwanza ule mdogo nilikuwa nikitoka napata ule mdogo mpaka yani amepata njaa mpaka amelala hapo kwa mlango. Mpaka naona yani ile uchungu. Kasema kama kuna vyovyote vile itakavyokuwa bora tu niipate pesa. Jamaa kawa ananishikashika, ananisifu vile niko mzuri. Wewe sasa? Ananishikashika. Na wewe ulikuwa unaamini? Sasa unajua sasa mimi nimeangalia pesa. Niko mbele. Sasa nimesema tu kama hata itakuwa niyo kunishikashika tu. Sema kama niyo kunishikashika atanishikashika ni sawa tu, bora mimi anipatie niyo pesa niende. So alikuwa anakushika wapi? Ananishikashika tu kila mahali hivi akiniambia wewe ni mzuri. Na uko handsome. Anishikashika. By the way, acha kwanza nicheke. Naona. Baadaye anakuambia ni mwandi. Akaniambia chukua guze hiyo Vaseline upake kwa mkono. Okay. Kachukua pesa. Nikachukua nikapaka kwa mikono. Jamaa akateremsha longi. Anaenda wapi? Akateremsha suruali. Kaanza akaniambia sasa nataka unishikeshike mashini. Gurume. Utashika? Kwa kweli ilikuwa ni ngumu, nikawa nakataa. Nikaona hapana, nikawa nakataa. Sasa ikafika mahali tukakasirishana. Amebadilika sura, unajua sasa mlango amefunga, ni lock. Ameweka kifunguo hapo ako nayo. Amelock hiyo mlango. Na tuko naye hapo ni mimi na yeye. Na mimi nikiangalia afya yangu na afya yake, mimi sijakula. Ni jitu limekula. Ni mzee lakini ni mtu anaonekana ni mtu ameshiba. Unaona? Tukaanza kubishana pale. Nikamwambia mimi hiyo kazi hii pesa hii ndio ninahitaji, lakini sasa kwa njia hii kama hakuna usaidizi mwingine tukadere olimu naigwa lazishika mashine hang nayo hivi kanya dukode olimu nie Mkikuyu we kukura na jeki ora dereda na digo koneona shilingi kasema sasa niko na haja na hii pesa hii, nayo ni imekuwa ni kesi nyingine. Huyu jamaa amekuwa amebadilika ghafla. Hakuna vile tutaongeleshana. Mimi ikabidi nikapaka hiyo Vaseline. Nikaanza kucheza na hiyo mashini tu yake. Nikaanza kuchezea mashini. Dai. Nikachezea. So unachezea aje? Unashikashika na mkono, yani wakati unashikashika ndio unasikia anatoa zile sauti za mahaba yani. Unaona? Anatoa zile sauti yani za gani? Sauti za yani anasikia vizuri yani, unaona anatoa zile sauti za mahaba yani. Nasema nduru. Anafurahia. Endelea hivyo. Endelea hivyo. Unaona? Sasa amesimama ama? Amesimama. Nasi ugonge hiyo kitu, uweke tu ngumi hapa chini mzuri yakae chini. Sasa na uchukue pesa na uchukue funguo. Unajua tayari ameshaniuzia uoga. Unajua tayari hapo ameshaniuzia uoga. Ameniuzia uoga sababu sasa ameshaniambia nitakugonga. Lakini si unajua hiyo ni weakness ya mwanaume. Unaona? Ama umevioleo kwa mzuri. Sasa hiyo akili sasa hiyo haiko. Sasa hiyo mawazo iko vile nitaenda kwa watoto. Na vile sasa nitapata hiyo kifunguo, vile nitatoka huku ndani na mimi mwenyewe ndio nilijileta. Unaona si amenitoa huko. Sasa mimi najiambia sasa nikisema hata nimpige mimi ndio nitakuwa nimefanya hatia juu nimemkuta kwake. Sasa mimi mwenyewe ndio nilijileta. Sasa sina namna. Unaona ukasugua tu. Baadaye jamaa kaniambia sasa hii pesa ndio nikupatie. Lala hapo kwa kiti. Lala hapo kwa kiti. Ala. Kifudi. Na utoe nguo. Yaani kwa kweli tulivurutana.
Nilijaribu lakini jamaa alinizidi nguvu bwana. Alinizidi nguvu. Kanirusha nisha hapo kwa kiti. Mimi nikaona huyu siwezi kupigana na yeye. Akanipaka ile Vaseline. Wapi? Kwa matako. Nipaka hiyo Vaseline. Jamaa akachukua dude lake na akaniingiza huko nyuma. Ilikuwa ni uchungu sana. Nilisikia uchungu ingine sijaisikia. Jamaa alinifanyia vituko. Baadaye Sasa venye aliendelea kama aliendelea mpaka akamaliza shida yake na nguvu. Baada ya hapo akaniambia chukua hii pesa na kama utakubali hata kesho ukuje. Kwa kweli nilitoka huko kama nasikia uchungu. Utaweza kutembea? Nitatembea. Nilitembea lakini kwa shida. Nilifika kwa nyumba na ile pesa niko nayo kwa mfuko lakini nilishindwa kuitumia. Kwa nini? Nilishindwa kuitumia kwa huo wakati. Nilianza watoto wako tu huko. Watoto wako hapo wako na njaa mpaka ule mdogo analia. Sasa nikiangalia huyo mtoto vile analia ni uchungu kweli na nikifikiria hii pesa mali nimeipata. Nafikiria ile laana yenye nitaleta kwa nyumba. Mtoto analia na wewe na huko kuna. Na mimi mwenyewe nalia hata kukaa chini imekuwa shida sababu nakaa na upande. Siwezi kukaa chini vizuri. Ile kitu kwenye nimefanyiwa siwezi kukaa vizuri. Kwa kweli ilikuwa ni uchungu. Nikaenda nikanunua painkiller, nikanunua Brufen. Wacha kwanza tuende break kidogo. Alafu tuingie sasa tuendelee kutoka hapo. Hello guys, how are you doing? I hope you're doing good. Muthenya wa muthi ndina undu mwega muno ndamurehera guku ma followers makwa na ma fans makwa. Uhoro wigie broti ndina cio ci mwena wa Eastern Bypass na ni broti ci handu hega muno kuma farafara-ini iria main ya Eastern Bypass ukuingira kilomita 1 na ona farafara iyo ya kuingira ni ya rami. Uguo handu haria gukorwo gikinya maram ni handu hanini muno handu hetagwo Karuguru. Wi Karuguru ungioria Karuguru kuma haria rami-ini ukuingira o kindu kilomita 1 ukorwo kinyite broti ici. Ni broti cia 50 by 100 na ndiriona broti igiri peke yake. Broti ici ndirakwenderia thogora wa ciringi milioni 5 o broti. Na handu haha kuringana na uria urahona to ni njui urona mbica ni handu hakurite na njira nene muno. Ni handu haikaraga itonga, ni handu haikaraga atongoria, ni handu haikaraga maceleb, ni handu hega muno ungigura na wake muciĩ waku. Na ona ungiuga ati ni ukwenda gwaka apartment no wake tondu ni ndona apartment iria ciakagwo guku ni cia gikiro kia iguru muno na ni ndageria kuririria ndaigua ati thogora uria apartments irihagwo guku okorwo ni ta 2 bedroom ndaigua cirarihio ngiri 40 ngiri 50. Uko ni handu ungiuka hihi ona wenda ku invest na mwena ucio no invest. Ungienda gwaka tunyumba twa kwendia no wake na wendie bei njega muno no cokie mbeca ciaku. Ungienda gwaka tunyumba twa gukomborithia taru uria mundu akaga tu bungalow tu compound ukomborithagie no wiki uguo haha tigute ona hanini. Roreri akwa kana arata akwa undu ungi mwega muno wigie cia icigire ndina cio ni ati cikomeire farafara. Ino ni farafara murona haha uguo ci haha farafara-ini. Kundu guku maundu maria meku ni maingi muno. Guku kwina mathukuru, ni ndona thukuru itagwo Lakewood haha uguo, ni ndona ingi itagwo Royal Brain. Uguo korwo wina mwana waku wi thukuru no renda gwaka muciĩ wa guikara, mathukuru me haha hakuhi. Mafengi maihuire guku, ngiuka ni ndona fengi ta KCB, Equity Bank, ni ndona Cooperative, ni ndona mafengi maingi muno. Okorwo ni ma petrol station maihuire guku ona wahuta mamikawa maria me guku ni maingi. Ni ndona KFC, ni ndona chicken ini cirio guku, wenda kunywa kahua at cafe. Ungifatara gwikaga shopping gaku ma supermarket me guku ni ndona Naivas, Quickmart kwanza ni ndona kwina igiri. Yani ungienda handu hega ha guikara handu classic ti hangi ni haha riu. Undu uria gwika no kuhurira na bendo ya thimu 0724 33 3313 0724 3313 nigetha twaranirie nawe. Ndakwira asking price ni ciringi milioni 5 per plot. No ungikihurira hihi no tumenye uria tungiaria. Broti ici cina ready title deed. Uguo wagura ni ready transfer. Wenda kwambiriria mwaka waku wambiririe hau. Mwikaribu sana, hura na beo ya thimu 0724 333313. Karibuni sana. Mimi nilienda nikanunua Brufen. Brufen ni gani? Brufen painkiller. Oh.
Nikanunua, nikakuja nikakunywa. Nikaenda nikaoga. So hakuwa amekuharibu? Nilikuwa nimeumia lakini si ile sana yani. Lakini nilikuwa nimeumia sababu nilikuwa nikikaa chini nasikia uchungu sana. Na pia nilikuwa nasikia mpaka maumivu huku karibu na kwa tumbo. Unaona? Nikanunua Brufen hiyo siku nikakunywa. Nikaoga maji baridi. Juu ya venye ilikuwa moto? Yani hata mwili ilikuwa imeishiwa na nguvu. Mwili ilikuwa imeumizwa yani. Kwani ilikugeuza sana? Tena ni mtu ako na nguvu yani, ananishika kabisa yani kwa lazima yani, ananikunja hivi miguu. Unaona? Sasa umelala? Na tumbo. Kwa nimelala na tumbo. Sasa nikanunua Brufen. Nikakunywa, nikaoga. Sasa hata kununua chakula na ile pesa nilienda kununua, lakini bado roho inauma. Sasa hiyo nimeathirika mpaka akili. Nakaa kama mtu amechanganyikiwa. Hata naitisha kitu kwa duka, lakini nasahau kama nimeitisha kitu. Nikatoka hapo, nikakuja na chakula, nikanunua makaa, nikanunua unga, nikakuja nikapikia watoto. Watoto wakakula. Kesho yake nikaamuka, nikasema kurudi tena hiyo barabara hapana. Sasa nilishindwa hata niende kazi ama nifanye nini. Niende nikazurure nitafute kazi ama tena nitaenda nikutane na watu kama hao tena. Sasa nikaanza kukua kama muoga. Kwanza nikisikia mtu mwanaume anaongea nje, nafikiria ni huyo jamaa tu amekuja. Yani nilikaa ni kama nimechanganyikiwa akili. Akili hazikukaa sawa. Sasa hata jinsi ya kuhudumia watoto, jinsi ya kuwapikia wale watoto ikakuwa saa zingine hata nashindwa. Chakula iko lakini nashindwa. Nawapea tu pesa, hii hapa 20, endeni mnunue mandazi, tutapika baadaye. Yani niko na mawazo. Paka naona dunia ni kidogo. Nikatamani sasa ama nichukue hii pesa niende ninunue tu sumu nikunywe. Tena nikaona hapana, nikifanya hivi hawa watoto wataishi aje? Mama yao ndio huyo sijui kwenye alienda. Na mimi mwenyewe sijui nitafanya nini ndio hawa watoto waendelee kuwepo. Kwa kweli ilikuwa ni mtihani nilipitia. Ilikuwa nikafika mahali nikajikaza. Maana ile pesa ni kuishi inaisha, na chakula inaisha kwa nyumba. Renti, mwenye nyumba naye anakuja anataka renti juu nilimpeanga kama 300 kwa hiyo pesa. Sasa bado anadai juu nilikuwa nadai wangu miezi 3. Bado nilikuwa nadaiwa nilikuwa miezi 2. Miezi 2. Sasa nilikuwa bado nadaiwa balance ya nyumba. Na pesa imeisha, chakula imeisha kwa nyumba. Naona si inabidi sasa nitoke niende kutafuta kazi. Nikaenda huko ziwani, bado maji ni mingi. Nikazurura kutafuta mjengo, hakuna. So hata kupata kazi ya mjengo ni ngumu? Kusema kweli kazi ya mjengo huko ni ngumu sana. Lazima ukuwe na connection. Watu wanakuwa na connection. Paka ukuwe na mtu mwenye utanunulia chang'aa ya kupea kazi. Yani mkubaliane kabla mjaenda kazi, kwamba kwa ile pesa yenye utapata 100 ni yangu, kwa sababu mimi ndio nimekuunganisha kazi. Nikaenda nikatembea hiyo siku, hata pia sikupata kazi. Nikaenda kuna tusamaki na uzago huko karakta, tunaitwa tumbeleleki. Ni tusamaki tule tudogo tunyo umeshika, Twenye tunakulango bila mafupa. Tuko tudogo tu yani. Nikaenda nikanunua, tunauzwa 10. Nikaenda nikanunua to 30. Nikakuja nikapika, yani kuchemsha tu, sababu hakuna kitu kingine. Kuchemsha, nikatoa hiyo supu nikaweka kwa kikombe. Nikaweka kaunga kalikuwa kamebaki, nikapikia watoto wakakula. Kesho yake nikasikia kuna kazi ya kuchimba tu mitaro. Kuna mzee fulani tena alikuwa anajenga kagorofa.
Nikaenda huko kuangalia kama nitapata bahati ya kazi. Nilifika, nikapata watu wamekuja wengi na kila mtu amekuja na jembe na mimi sina jembe. Nikajaribu kwa sababu huyo mzee mwenye hiyo boma alikuwa, nikajaribu kuenda kuongea na yeye. Nikamuelezea vile niko na watoto na sina kazi na vile watoto wangu hata saa hii hawajakula. Huyo mzee alinionea huruma. Akaniambia, leo nitakusaidia na jembe yangu, utachimba hii mitaro, lakini hii mitaro si kwamba inajengwa leo ama kesho. Mimi ninachimba tu hii mitaro, lakini nitajenga hiyo wiki ingine. Na kwa vile umenielezea, nitakupea kazi ya kukujanga kufagia huku. Kila siku utakuwa unapata 100. Unakuja asubuhi unafagia huku, unapata 100. Na mimi sikai huku, mimi nakaa Nairobi. Ni huyo mzee anafanya kazi alikuwa anafanya kazi ya hizi magari za mafuta. Hizi kubwa. Sasa nilikuwa naenda hapo nafagia, ananitumia hiyo 100, nanunua unga na sukuma. Sasa nikingoja hiyo wiki ifike, tuende tujenge. Nikangoja. Ikafika mahali ule mwenye nyumba akanisumbua kabisa. Sasa akaniambia, hii wiki ikiisha, mimi nitaenda nilete wazee wa nyumba 10 tufunge hii nyumba. Ama taenda kwa chifu, niende nieleze, ndio ujue vile utanilipa nyumba yangu juu mimi si ndugu yako. Na ile kitu inaunganisha mimi na wewe tukue ndugu ni pesa. Na saa hii nyumba yangu haudilipi. Unapata pesa na unilipi nyumba. Sasa vile nikitoka nikirudi usiku, yeye anajua nimepata pesa lakini sifanyi nini? Simulipi. Sasa hiyo watoto wako kakubwa, huyo mkubwa na huyo wawili walikuwa naenda shule. Uko shuleni na penye waliwafukuza. Wakawa wanawafukuza baadaye. Wanachoka kuwafukuza sababu wanawafukuza na mimi siendi, wanawafukuza. Kesho na waosha waende shule. Wanawafukuza kesho na waosha. Sasa ilifika mahali mpaka huyo mwalimu akanipigia simu. Niambie niende kwa ofisi. Nikafika nikaelezea huyo secretary. Nikamwambia yale yenye napitia. Akaniambia, tunakuonea sana huruma, lakini huko hakuna kazi tunaweza kukupea, lakini watoto wasiwahi kosa kufanya nini? Kukuja shule. Wewe ngangana vile utakuwa unanunua tu chakula na uniform, lakini mambo mengine kama ni pesa ya school fees, sisi wenyewe tutajua vile tutakuwa tunakusaidia. Hata vitabu saa zingine zikipatikana juu zinakujanga, tutakuwa tunawasaidia. Hapo nikawa nimesaidika jambo moja ambalo ni la muhimu. Sasa ile kazi ule mzee ikafika. Unajua kila fundi akikuja anakuja na mtu wake wa kazi. Kila fundi akikuja anakuja na mtu wake wa kazi. Mpaka ule mzee akaniambia, sasa wewe ile kazi tu naona nitaweza kukupea huku ya kumwagilianga maji. Unakuja asubuhi na jioni unamwagilia maji. Nikafanya hivyo mpaka nikalipa ile deni. Nikakuwa nimemaliza ile deni ya nyumba. Sasa nikaona nimeteseka sana na hawa watoto huku town. Na hawa watoto siwezi kuwapeleka kwetu Meru kwa sababu mimi najua vile mamangu wako. Na najua ni mtu wa pombe, mimi mwenyewe alishindwa kunisimamia. Hata huyo ndugu yangu naye alipoteanga tu nyumbani, hata saa hizi sijui kwenye aliendanga. Nikasema sasa si mama yawa si ako na mimi najua kwao. Nikatafuta 200. Nikabeba watoto tukakuja. Wapi? Tukakuja Nairobi. Okay. Ile tulikuja Nairobi. Tukaenda huko Kariobangi. Ni kwa boma, hata sasa hivi najua hiyo boma. Tukaenda hapo, tukakuta tena tulikuta mzee kama yuko, tukampata huyo mama. Sasa kwa kina bibi. Niko na watoto. Vile tulifika, mimi nilimsalimia na juu nilikuwa sijawahi kufika kwake kwa kweli. Lakini alikuwa anaambiwa tu na mtoto wake kwamba tunaishi na yeye. Okay.
Na hata tulikuwa tujai kuonana. Kafika sasa nikajielezea. Kwanza nilijielezea na nikauliza kwenye yako. Huyo mama Kenya alinijibu ndio kilinishangaza mpaka wa leo huwa nasumbuka akili. Nilikujibu aje? Aliniambia wewe ndio ule chokora mwenye tulikuwa tunaambiwa atiulizana na mtoto wangu. Sasa umeamua kuniletea utu chokora wako tudogo. Kwa hiyo umeona mtoto wetu kabisa, umeona mtoto wangu umletee utu chokora na kuanzia saa hii nikifunga macho nifungue macho nisikuone hapa. Alikuwa Mkambo huyo mama. Kwanza nikaangalia watoto wangu, tumeitwa chokora tena mbele ya watoto, nimeitwa chokora na nikaambiwa watoto wangu ni chokora tudogo. Nikasema hata pale niko na shida, hii nayo imezidi. Sitavumilia. Kwa kweli nilishindwa kuvumilia. Najua mwanaume huwa anajikaza, lakini mimi nilishindwa kukaza kwa kweli. Ilianza kutoka na machozi tu. Nikatoka tu. Vile nilitoka, nilikuwa na kasimu. Nilikuwa nimepata kasimu ya Barton. Mimi nikapata mtu kuna jamaa alikuwa anasukuma wheelbarrow. Nikamuuliza kama anaweza nunua hiyo simu. Akanipea 300. Nikapanda tu nikarudi Naivasha. Vile nilirudi Naivasha, nikaendelea tu sasa nikuenda tu huko ziwani. Nikawa najaribu, maji sasa imeanza kusonga. Nikawa naenda huko najaribu, napata tu samaki nauza na kidogo napata unga, kidogo napata kakusevu kidogo na unga na tu samaki kidogo ya kukula kwa nyumba. Na saa zingine hata kununua vitabu, kalamu, mabagi, uniform. Kwa sababu kuna wakati ingine nilikuwa naenda napata 300, 500, 200, siku hazifanani. Nikawa nafanya hivyo, nikaona hii kazi kuna wakati mwingine unasikia wamepigwa risasi watu huko kwa sababu hiyo kuvua samaki ni kama kuiba. Nikaona saa zingine unaenda huko unakimbizwa na kiboko, hata unaweza umwa na kiboko. Nikaona hii tena ni ile tu nilikuwa nakataa ya kukunywa sumu hii nikiumwa na kiboko wale watoto wameangamia. Hata afadhali hii pesa ni save kidogo nianze kuuza njugu karanga. Nika save tu pesa, nikapata kama shilingi 600. Nikanunua njugu karanga. Nikaenda kuuza, nikawa nauza hivyo njugu karanga. Na hizo njugu karanga mpaka leo ndizo huwa nauza. Mpaka leo ndizo huwa nauza. Na watoto wanapata kitu ya kukula. Lakini sasa hivi maisha mali imefikia, hata nyumba kulipa imekuwa shida sababu nyumba imeongezeka. Nilikuwa nalipa 500, kakuja hivyo 1000, sasa hivi nyumba ni 2500. Hata kupata sasa hiyo pesa ya kulipa imekuwa ni shida. Hata saa zingine unapata watoto hawaendi shule, si eti sababu wamefukuzwa, sababu kitu ya kukula. Unaona? Kwa sababu unauza hiyo njugu ukuje ununue chakula. Saa zingine unapata ile pesa ya stock umeikula. Umeikula kwa sababu unakuta mahitaji si vile ilikuwa hapo kitambo. Mambo imekuwa ghali. Kweli. Hata ile pesa unaenda unapata kilo 2, unauza kilo 2 njugu. Hiyo njugu mpaka iishe ndio upate faida. Sasa unakuta yenye umeuza leo unakula stock. Umekula. Sasa ile yenye imebaki kidogo tena kesho ukiuza umeuza umekula imeisha na kuwa jobless. Sasa hata sasa hivi hali yangu ndivyo iko. Mpaka sasa hivi bado sijakaa sawa. Sijakaa sawa. Bado watoto uko nao. Bado watoto niko nao. Mungu anasaidia. Mungu anasaidia, bado wako na wanaendaga shule. So sasa huyo jamaa mwenye alikufanyia hiyo kitendo hujai muona tena? Kwa kweli sijai muona. Na hata hujai pitia hapo? Hata hiyo barabara siwazaki kupita. Siwazaki kupita kabisa. Na mimi waga naishi na majuto. Naishiki na majuto sana. Na
huwa nasikia vibaya sana. Niliathirika kwa kweli, hata kwanza nikikumbuka hata nikikaa pali nikae karibu na mwanaume hivi najisikia mimi sio mwanaume. Najisikianga vibaya sana, yani nahuzunikanga mpaka saa zingine najikuta tu nalia peke yangu. So kutoka hiyo time bibi alienda hadi saa hizi ni miaka ngapi? Tangu bibi aende mpaka sasa hivi ni miaka 5. Maana aliniachianga mtoto akiwa na mwaka 1. Na sasa hivi ni miaka 4. Sababu mtoto ule mdogo alikuwa na mwaka 1 na sasa hivi ako na miaka 5. So umehustle tu nao? Nimengangana nao tu, nimesukuma. Nimengangana tu mpaka sasa hivi Mungu amenijalia wako. We life inakuwa ngumu sana saa zingine. But the best thing is to ni kutrust to God. Because yeye ndiye tu anaweza kutengenezea life yako. Hiyo ilikuwa kitu mbaya, ilikuwa hapenia. Lakini kuna situation zingine mtu okay, mimi sipendi kujudge mtu. Sipendi kujudge mtu cause najua shida inaweza kusukuma mahali ujipate yenyewe. Umejipata kwa situation yenye huwezi jitoa. Cause kama ungekuwa unajua huyu mwanaume anaenda kukufanyia hivyo, hungeingia kwa hiyo nyumba. Singeingia, ni ukweli. Una get so that's why I cannot judge you. Pia mzazi, unajua mtoto kwanza ukisikia mahali mtoto anaingia, unajua kwanza kama mtoto mdogo akiwa njaa huwezi mwambia hatuna pesa. Ni kweli. Atitulia hatuna pesa, tukipata pesa tutanunua food. Najua mtu labda anaweza kuwa na watoto anaweza elewa. So I cannot judge you. I cannot judge you. That's why tunaombanga. Tunaambia Mungu tusaidie tu tusiingie kwenye majaribu zingine kama hizo. It is always good to pray. Hiyo ni ukweli. Utoke kwa nyumba cause Mungu anaweza kuondolea situation zingine kama hizo usipatane nazo. Lakini hata saa zingine unapatanga mtu akiwa na shida hata kuomba inakuwa ni ngumu. Anyway, I'm so sorry about that. As a man, tena unajua pia kupata mwanaume amepitia kitu kama hiyo na unakuja kwa kamera unaongea. Ni kumaanisha ni kitu imekufinya. Mimi hata nimefurahi hivi venye nimeongea kwa kamera kwa sababu ningependa mwingine mwenye pengine hajawahi kupitia hali kama hiyo asiwahi jaribu kufanya kitu ya ushoga. Kwa sababu hiyo kitu ni mbaya. Hiyo kitu inaumiza sana na pia ni dhambi sana kwa Mungu. Laiti kama wangejua, mtu akijua vile mtu anahisi uchungu. Mimi mpaka sasa hivi nimekuaga kama nimechanganikiwa akili. Sababu nikikumbuka ile uchungu yenye nilihisi, kwa kweli ni uchungu sana, ni mbaya. Ni mbaya sana. Hiyo kitu inaumanga sana. I know. Despite hata uchungu yenye unasikia hapo, hiyo ni kitu inaweza kutocha kwa akili. Yazini akili zako unakaa unasikia hauko sawa. Kwanza unajua kuna vitu zingine hiyo ni trauma bana. Kuna vitu zingine unaweza pitia, unakumbukanga tu nilifanya kitu fulani, unasikia ni kama hauko normal. Ni ukweli, akili inakuwa haiko sawa, hajatulia. Na that's why hata unapatanga watu wengi wenye wanafanyanga hizo matabia haizi kaa akiwa soba au tumia madawa. Ndio wenye sasa unajua kuna wenye wameamua hao wenyewe wanasemanga sijui walizaliwa hiyo au labda unaweza nini, lakini sasa mtu mwenye amekuja akaingia kwa hiyo kitu bila kutaka, labda juu situation imemforce, hawakangi wakiwa soba. Anyway, I'm so sorry about that. Na venye tu umesema mi kulingana na venye najua na nilikuwa nimekuambia hivyo, hakuna, si wote tulikuja kwa hii world juu ni God alituleta tukajipata kwa hii dunia juu ya God. Na venye God alikuumba hakuna mahali alisema ati utapata njia mzuri kwa kufanya ushoga ama kwa kufanya kitu baya. So Mungu anakuanga tu na plan poa kwa kila msee. Ni venye saa zingine watu rush na saa zingine unajipata mahali pabaya kama hapo. But mashida zinakuanga tu kwa hii dunia, lazima utapatana nazo, na ni poa kukuwa
na principles zako, nilikuwa nimekushow hivyo. Na kuomba tu ukitoka kwa nyumba usijipate juu kuna mahali by the way unaweza jipata tu. Ni ukweli. Kwa sababu kaa saa hizi hata hapa tuseme uko kwa hii nyumba, kuje nikwambie nikutolee gani nikwambie sasa huku utoki kama sijafanya hivyo. Unaweza fanya nini? Hapo hakuna otherwise, ni Mungu unaweza fanya. Hapo ni Mungu. So unaweza jipata situations zingine, but it is kwanza kama siku hizi ni poa kuwa very keen. Na mimi nasemanga hata kasa hizi mimi hata mtu akaniita mahali siwezi enda peke yangu. Na hata kama ni unaniita ni ukuje mahali najua hapa nikisema Nduru nitaona watu wangu wametoka. Kwa sababu hizi makazi watu wanaitiwa. Hata wasichana wanajipata kwa vitu kama hizo. Unapata umeitwa tu kazi ama umeitwa meeting mahali. Unaenda tu unaingia mahali unapata ni mahali huwezi toka. Unajipata kwa situation huwezi toka. So ni vizuri sana kama mavijana nini kuwa tu very careful. Kama unaitwa na mtu hujui, sijui umepatana online. Tupatane mahali fulani, wapi? Sijui na huku sijui tuende wapi. Wewe unaenda tu hivyo tu kama mjinga. Na pia unajua kwa hizi mahoteli zenye ziko, si zote, but kuna wase unapatanga kwa hoteli fulani yeye hapo, hiyo ni territory yake. Ni ukweli. So anaweza fanya kitu yote na hakuna kitu anaweza ulizwa. So it is good. Hata saa zenye unaenda kumit mtu, enda tu mahali unajua kwa safe wewe. Hiyo ni ukweli. Na watu wenye wanafanya hizo vitu sidhani ziko na faida. Sidhani ziko na kwa kweli hiyo kitu inaumiza sana, na hata wenye wanafanya hivyo wanafaa wamrudie Mungu tu, kwa sababu kuna pesa haiwezi kusaidia. Hiyo ni do yenye haiwezi kusaidia kwa life yako. Utaona labda unaishi fiti, but at the end of the day utakuja unapata hakuna kitu nilifanya. Nili waste mwili yangu. Nikafanya vitu mbaya. Unapata watu wengine hata wanaenda up kucommit suicide. Cause hakuna kitu utajisaidia nayo. So just do the right thing. Do the right thing, God atakubless. Na kuna interview fulani nilikuwa nimefanya hapa nikasema hata si kuokoka ati uko unaamka asubuhi unaomba, usiku unaomba. Hapana, so long as you're doing the right thing. Mimi sijakufanyia kitu mbaya, sijakuibia. Mbona Mungu asinibariki? Na ninajifanyia kazi na mikono yangu. That's all. Una get? Lakini sasa watu wataki kufanya hivyo na kufuata hizo. Watu wanataka ni marenda indo cia na ihenya muno. No indo cia na ihenya ri mugikoe ugiria atiriri njukana ruithiraga narua. Yaani kitu yenye inakuja haraka inaisha tu haraka. Pole sana, mimi naweza kuambia upeane tu namba yako hapa. Mundu ungehota guteithia muthuri ukaa kuna mtu anaweza saidia huu jamaa wetu hapa amsaidie tu. Kama unaweza lipia mtoto shule, hata unaweza jitolea someshe mtoto mmoja, you can do that. Kama unaweza kuwa na job unaweza muitiwa na wewe sasa ufanye kazi. Mimi nikipata kazi nitafanya. Najua kuna watu wanakuanga tu walezi. Mtu hataki kufanya kazi. Mimi kwa kweli naweza fanya kazi. Isipokuwa pia hata kama mtu atajitolea kunisaidia, naomba Mungu isikue ni mtu kama huyo mwenye ako na nia mbaya kama hiyo. Sasa wewe mwenyewe ndio utajichunga. Utapatana na hata kuna wenye watch. Kwanza unajua sasa ile title nitaweka pale ndio itamuinvite. Ajua hajai. Hapa kuna kitu nimeona. Sikia amekupigia na yeye. Unaitwa nani? Mwambie. Sasa kuna kazi nilikuwa nataka kuitia. Na nakupea ofa mzuri sana. Unaona aje? Kwambie kuna mahali hata labda anaweza kuambia muende mahali usiku. Ikifika akwambie sasa unaona kumekuwa usiku hatuwezi pita hapa. Tuchukue room hapa na sina pesa ya kulipa room mbili. Na sasa hizo ni pastor. Kwambie ni pastor. Akupreachie. Nimesikia uchungu sana venye nimesikia hiyo hadithi yako. Watu wako na shetani, wewe nitakufanyia deliverance. Tuingie huko, tulale huko. Usiku unasikia kitu na kudunga na huko nyuma kama horn. Unashinda warata ni gani? Unaona? Unapata amegeuza sura na yeye anakuwewe. You have to be very careful. Work hard. Una get? Hard work pays. Na ufanye tu do the right thing. Usifanyie mtu kitu mbaya. Ni kweli. Una get? Angalia watoto wako. Imagine wewe ni baba yao na umepitia kitu kama hiyo. Na huyo mtoto wako wa msichana. Work hard, you protect her. Mpe kila kitu anataka. Ni kweli.
ndio hata akienda na huko apata na situation zingine zinaweza mtempt ajue my dad can provide. And you can make it. Hakuna mtu hawezi make. Ni kweli. Na hakuna kazi ati hii ni kazi mzuri na hii ni mbaya. Ni kweli. Kuna watu wamekuwa matajiri juu ya kuchoma makaa. Kuna watu wamekuwa matajiri juu ya kufanya kazi ya mjengo. It's all about principles. Venye unatumia pesa yako na venye wewe mwenyewe unajipanga. Wacha mambo mingi za kutaka vitu kubwa. Na get enda tu pole pole. Kila kitu inakuanga na time yake. Ukienda ufanye kazi upate 1,000. Mimi baba yangu alikuwa ananiambia hakuna pesa mingi na pesa ndogo. Na nimekuja kujua hiyo ni ukweli. Unaweza pata kuna msee ana a lot of money. But ukiangalia kitu yenye anafanya hakuna. Kuna mtu ana pesa kidogo sana. Kuna madhe fulani mimi najua. Huyu madhe nilikuwa namjua alikuwa Gedho. Na time nilikuwa naishi Githurai. Alikuwa anauza githeri. Githeri hizi zingine zinaitwa anje? Bosho. Anja hizo vitu zote. Huyo madhe alikuwa amemanage kununua ploti na akajenga. Alikuwa anarentisha. Imagine out of Githe. Kuna mtu anafanya kazi kwa ofisi kwa serikali. Analipwa pesa mzuri kuliko huyo madhe, lakini yeye ana rent. Unaget? Na hata ana kitu na unaget? So hakuna kazi mbaya. Kazi tu yenye utapata Mungu akubarikie tu hiyo kazi. You can be a very big person, you can be a millionaire from it, so long as unafanya the right thing, haunyang'anyi watu. Ni kweli. Unaget? Hata kama ni hiyo kazi ya kutaga samaki. Kama utafuata ile njia inafaa. Kama kuna njia yenye inafaa ufuate hiyo. Na hakuna mtu unatenda nini? Unatendea mabaya. Mungu atakubariki kwa hiyo kazi yako. Ni kweli. Ile ndo unapata. Wewe ni mwanaume. Si ati ni umepata 10,000. Unajua kuna watu kuna wanaume wanapatanga pesa. Akisikia tu pesa imeingia kwa mfuko sasa hii kichwa haifikiri. Ni kweli. Anaanza kufikiria na hiyo iko huko chini. Ninamwambia sasa ni kwenda. Pita hapa. Anaanza kutafuta wasichana. By the time hii kichwa inaanza kufikiria hana kitu. Ni kweli unakuta. Sasa inainama inarudi ikiwa imehoha hivi. Unaanza kujita kama mkutano. Next time nikifanya hivyo. Nikipata kazi sitafanya kitu mbaya kama hiyo. Waacha uweke 20,000 kwa mfuko. Hii inalala sasa. Usikue hivyo. Ukipata pesa kuwa tu soba. Jua hii ndo nafaa nilipe rent. Usiishi beyond your means. Ni kweli. Hii inafaa iende kwa school fees, hii inafaa iende kwa savings, hii inafaa niongezee kwa stock. Ni kweli. Unaget, utaishi vizuri sana. Ukiishi ufeel naweza taka kuwa na bibi. Take your time. Juu utaishi tu hivyo. Kwa sasa hivi mimi mambo ya bibi bado. You know you are human. Wacha nikwambie kuna vitu huwezi ondokea. Sasa hivi mimi nafikiria vile watoto watasoma. Utafika ufeel tena unajua as a man unajua venye God alikuumba. Unajua the reason why God aliumba Adam alafu akamletea Eve. Cause aliona anahitaji msaidizi. Sikwambii ufanye hivyo saa hizi. Ni kweli. But kuna time itafika ufeel nahitaji msaidizi. Kuna vitu wewe mwenyewe huwezi fanya zenye ukiwa na mwanamke atakufanyia. Ni kweli. So at the end of the day utamhitaji. Hiyo time ikifika, take your time. Unaget? Na kila kitu itakuwa fiti. Sawa. Umepeana namba ya simu? Namba yangu ya simu ni 07 58 60 85 28. 07 58 60 85 28. Majina unaitwa nani? Naitwa Eric Mugo. Eric Mugo nani? Eric Mwenda Mugo. Eric Mwenda Mugo. So kama uko hapo na unaweza support Mr. Eric, unaweza msupport na kamia ka 50, unaweza msomeshea mtoto mmoja, uko na kabizi unaweza muitie, unaweza mboost aanze kufanya biashara yoyote, takani ya kuuza mayai bado. Unaweza msupport tu. So God bless you so much for your time. Nitumwendete muno na muthii na mbere gutwirorera na subscribe. Asanteni sana. Hello guys, how are you doing? I hope you're doing good. Muthenya wa muthi ndina undu mwega muno ndamurehera guku ma followers makwa na ma fans makwa. Uhoro wigie broti ndina cio ci mwena wa Eastern Bypass na ni broti ci handu hega muno
kuma barabara-inĩ ĩrĩa main ya Eastern Bypass ũkũingĩra kilomita 1 na ona barabara ĩyo ya kũingĩra nĩ ya rami. Ũguo handũ harĩa ũgũkorwo ũgĩkinya Maram nĩ handũ hanini mũno. Handũ hetagwo Karũgũrũ. Wĩ Karũgũrũ, ũngĩũria Karũgũrũ kuma harĩa rami-inĩ ũkũingĩra o kĩndũ kilomita 1 ukorwo kinyete broti-inĩ ici. Nĩ broti cia 50 by 100 na ndĩrĩ ona broti igĩrĩ peke yake. Broti ici ndirakwenderia thogora wa ciringi mirioni 5 o broti. Na handũ haha kũringana na ũrĩa ũrahona to nĩ njũĩ nĩ ũrona mbica, nĩ handũ hakũrĩte na njĩra nene mũno. Nĩ handũ haikaraga itonga, nĩ handũ haikaraga atongoria, nĩ handũ haikaraga maceleb, nĩ handũ hega mũno ũngĩgũra na wake mũciĩ waku. Na ona ũngiuga atĩ nĩ ũkwenda gwaka apartment no wake, tondũ nĩ ndona apartment iria ciakagwo gũkũ nĩ cia gĩkĩro kĩa igũrũ mũno. Na nĩ ndageria kũrĩrĩria ndaigua atĩ thogora ũrĩa apartment cirĩhagwo gũkũ okorwo nĩ ta 2 bedroom ndaigua cirarĩhio ngiri 40, ngiri 50. Ũguo nĩ handũ ũngĩũka hihi ona wenda kuinvest na mwena ũcio no invest. Ũngĩenda gwaka tũnyũmba twa kwendia no wake na wendie bei njega mũno no cokie mbeca ciaku. Ũngĩenda gwaka tũnyũmba twa gũkomborithia taru ũrĩa mũndũ akaga tũbangalo tũ compound ũkomborithagie no wĩke ũguo. Haha tigũte ona hanini eroreri akwa kana arata akwa. Ũndũ ũngĩ mwega mũno wĩgiĩ cia ici igĩrĩ ndĩ nacio nĩ atĩ cikomeire barabara. Ĩno nĩ barabara mũrona haha, ũguo ciĩ haha barabara-inĩ. Kũndũ gũkũ maũndũ marĩa mekuo nĩ maingĩ mũno. Gũkũ kwĩna mathukuru, nĩ ndĩrona thukuru ĩtagwo Lakewood haha ũguo, nĩ ndĩrona ĩngĩ ĩtagwo Royal Brain. Ũguo korwo wĩna mwana waku wĩ thukuru no ũrenda gwaka mũciĩ wa gũikara, mathukuru me haha hakuhĩ. Mabengi maihũire gũkũ, ngĩũka nĩ ndona bengi ta KCB, Equity Bank, nĩ ndona Cooperative, nĩ ndona mabengi maingĩ mũno. Okorwo nĩ ma petrol station maihũire gũkũ ona wahũta mamĩkawa marĩa me gũkũ nĩ maingĩ. Nĩ ndĩrona KFC, nĩ ndĩrona chicken ini cirĩo gũkũ, wenda kũnyua kahũa at cafe. Ũngĩbatara gwĩkaga shopping gaku ma supermarket me gũkũ nĩ ndona Naivas, Quickmart kwanza nĩ ndona kwĩna igĩrĩ. Yani ũngĩenda handũ hega ha gũikara, handũ classic ti hangĩ nĩ haha rĩu. Ũndũ ũrĩa ũgwĩka no kũhũrĩra namba ĩno ya thimũ 0724 333313 0724333313 nigetha twaranĩrie nawe. Ndakwĩra asking price nĩ ciringi mirioni 5 per plot. No ũngĩkĩhũrĩra hihi no tũmenye ũrĩa tũngĩaria. Broti ici ciĩna ready title deed, ũguo wagũra ni ready transfer. Wenda kwambĩrĩria mwako waku wambĩrĩrie hau. Mwĩ karibu sana, hũra namba ĩyo ya thimũ 0724 333313. Karibuni sana.